Clouds TV, empowering lives. Na sisi tukakuta tumejikuta kwenye zile madhabahu existed. And we have found ourselves in those situations that we are unable to come out of them because we don't even understand how they started. If you can look in the very good example, ni mtu anaitwa Ibrahim ama Abraham. Abraham aliambiwa na Mungu apeleke mtoto wake kwa mlima aende akamchinje akuwe sadaka ya kuteketezwa. Na kutoka hapo, baada ya kufanya hivyo na kumpeleka mtoto kule, alikotoa karibu kutoa kisu amchinje, Bwana akamwambia angalia hapo nyuma kuna kondoo. Akachukua ile kondoo akachinja. Naye Mungu akamwambia, kwa sababu haukuninyima mtoto wako to bless, I will bless you. I will increase you like the stars of heavens or the sand of the sea. That was an altar he raised. Na hiyo altar ikakuwa founded kwenye blessings za Mungu. Na ndio naitwa tunaambiwa this is Abrahamic blessings. They were found from that altar. Hiyo kitendo ya kutaka kuchinja mtoto ndio ilizaa kitu tunaitwa Abrahamic altar. Na hiyo madhabahu mpaka sasa sisi wote wa Kristo tunaijitanisha na nani? Na the Abrahamic altar. Tunasema tuna Abrahamic blessings, Abrahamic altar, Abrahamic successes. They are based on that act ya kutaka kuchinja mtoto. Kukubali kuchinja huyu mtoto arudishwe Mungu. Na yeye Mungu kumbe alikuwa na test. Katika hiyo kitabu ya Genesis inasema, after these things God tested Abraham. After what? These things. Which are these things? You find them in chapter number 21 of Genesis 22. Those are the things, the circumstances and the challenges he went through. Mateso ambayo aliyapitia kama mtumishi wa Mungu. Aliyapitia akiwa kwa familia yake ya Tera, kwa baba yake anaitwa Tera. Mambo ambayo aliyapitia magumu na mazito, bado Mungu alikuja kumwambia nipatie mtoto. Unapitia maneno mazito in the family. Kazi haupati, biashara yako haifanyi, mtoto haupati. There is nothing that is working in your life. Only that one which worked ya mtoto, ndio Mungu anakuambia nipatie huyo mtoto. That only that worked, God comes for it and tells, peleka kwa mlima uende uchije. Na hakuabiri kwa mlima, anakuabiria kabla utoke, na anakupatia nafasi ya kufikiria. That is your God. Anakupatia nafasi ya kufanya nini? Kufikiria kwenda kuchinja mtoto. Sasa unakaa kwa nyumba, unaangalia bibi ndio ule, mtoto ndio ule, na unakumbuka ile miaka mmekaa mkitafuta huyo mtoto. Na aliyekupatia huyu mtoto ni Mungu, na Mungu amekuja kukuambia huyo mtoto amekupatia kwa hiyo shida yote amekupitizia, peleka kwa mlima ukachinje. Na hakuabiri kwa mjima, maana angemdanganya amwambie tembea na Isaka mpaka kwa mlima, kuna kitu nataka kukuambia. Sasa alimwabiria kwa nyumba. And then let him to make a decision. Mungu akaondoka, akaenda. Akapatia wakati wa kufikiria, kuona mtoto, kuona bibi, na maswali ya kujibu bibi. Ukienda kuchinja mtoto, urudi nyumbani, utaambia mama mtoto wako wapi? That is your God. He's a very dangerous God. Bwana Yesu asifiwe sana. He will make you suffer mentally. He will make you suffer in your heart. He will make you suffer. Environment yote inasafa kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. This is how the formula from formulating the family altar. It is complicated because you must hear it from God. It does not come just from atuliedo kafikiria nilipokuwa kwenye maombi Kataloni nikafikiria nianza kujenga madhabahu ya familia. Hapana. Ni usikie kutoka kwa Mungu utajenga madhabahu namna gani. Why did God ask for a son? Yeah. Na alimwambia, alikuwa specific vitu vitatu that qualifies a sacrifice for an altar of a family. Alimwambia, give me your son. That number one. Number two, the only son, Isaac. Number three, whom you love. Hizo vitu tatu ndio zinajenga kanigi madhabahu ya familia. Give me your son, so you must have it. It is not something that you are going to borrow. It is not something you are going to take it from your family. Ati uncle nataka kwenda kusadaka, uncle nataka auntie. You must have it. God must have given. Wakati walikuwa kipanda kwa mlima, mtoto alimuuliza, ninaona mkuni, ninaona kisu, ninaona kila kitu. Where is the sacrifice? Akamwambia namna gani? God shall provide for himself.
Sacrifice is a provision for God himself, ndiye anatoaga. Hiyo altar unajega ni Mungu anaijega, si wewe. Na hiyo Mungu unaijega na reasons za Mungu na kazi ya Mungu na mipango ya Mungu. Akamwambia Gideoni, nenda kwa zizi ya baba yako. Kuna ng'ombe 2 za miaka 7. Wewe uchukue moja ubomoe madhabahu ya baba yako, uchukue ya pili ujenge madhabahu ya baba yako. So who is the enemy in the family altar? Who is the enemy? Ukifikiria, who is the enemy? It is your father. So when you start building the altar, start from your father. Madhabahu makubwa ile inaweza kukuzuia kufaulu ama kufaulu ni baba yako. Maana baba yako ndiye ametoka kwa guka. Guka ametoka kwa guka mwingine. Nani aliendeleza maono ya familia? Ni baba. Sasa wewe yule mtoto wako, wewe ni adui mkubwa ya huyo mtoto wako. Maana kule umeenda, mitugo ile yote wekete, madhabahu umejenga kote, lazima ubomoe ndio huyo mtoto afaulu. Kama ulikuwa msharati, ubomoe usharati. Kama ulikuwa mwizi, ubomoe uizi. Kama ulienda kwa mganga, ubomoe ugaga. Kama ulifanya nini? Maana hizo vitu zote ziko kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona ni Mungu mwenyewe anajengaga hiyo madhabahu, sio sisi. Ni Mungu mwenyewe kwa wakati wake. Wakati Gideoni alikuwa anatengeneza 32,000 men wakwenda kupigana na Wamereku na Wamidiani, maana Mungu alikuwa amekasirishwa na hawa wana wa Israeli, akawaachilia for 7 years wateseke. Katika hiyo mateso Gideoni akaambiwa, nenda kwa zizi ya baba yako. Kumbuka in the book of Judges chapter number 6 verse number 1 inasema namna gani? Judges chapter 6 number 1 inasema, and the children of Israel did evil in the sight of God. Did what? The children of Israel did evil in sight of God. So what did God do? He handed them over. God himself ndiye aliwapatiana kwa mikono ya nani? Ya Wamidiani. Mungu mwenyewe anaweza kukupatiana. Wewe unaonaka shetani, lakini ni Mungu alikupatiana. Hawa watu walikuwa naomba kila siku, wakiomba Mungu, tunakemea Wamidiani, tunakemea roho ya Kimidiani, tunawavuruga, tunawaangusha. Lakini ni nani alipatiana kazi? Ni Mungu. Wamidiani, they were not there by themselves. They were there by the hand of God. The same God you are asking awapige. So kuna madhabahu iko kwenu na ni Mungu alikubalisha ikuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo madhabahu unaona napigana nayo, kumbe Mungu ako aware na ako there awaiting. Na wakati Mungu anaagusha madhabahu inakuja kwenu na anakubalisha mateso inaanza kuingia kwenu, anapatiaga na solution immediately. The first day, the very day mateso inaanza kwenu, the very day the solution ya hiyo mateso inatebeaga na matatizo. Matatizo ikitembea hivi, ikienda hivi, na hayo solution ya hiyo matatizo inatembeaga hivi, because God is awaiting when you are going to repent, activate the other side. Maana ni yeye amekosi hii na yeye ndiye amekosi hii ingine inatembea. Kwa hivyo to activate, to stop this, it is him. To activate it is him. Ukiendelea na umang'aa, hii inaendelea. Ukisoften, hii inaanza kufanya kazi. Akaambia Gideoni, nenda kwa zizi ya baba yako, uchukue ng'ombe 2 wa miaka 7. Na basi nasema na gani? And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hands of the Midianites for 7 years. So akamwambia nini? Nenda uchukue ndume 2 wa miaka 7. Kwa hivyo ndume 2 walizaliwa lini? Yeah? The very day aliwa hand over kwa maadui. The very day aliwapatiana kwa maadui, ndume zilizaliwa. The solution for the problem ilikuwa, the solution for the problem you are going through, it is with you. Usiende kuitafuta kwa waganga, iko na wewe. You need only to change your behavior. Maana the reason God handed them over into the hands of the Midianites, it is because walifanya makosa. Mungu akawapatiana kwa maadui. Unaweza kuwa wewe ile kitu inakupiga ni Mungu amepatiana wewe kwa maadui. Na maadui hao unaomba waondoke. Hawawezi kuondoka mpaka ufanye urudi mahali makosa ilipatikania. Wakati huo ndio malaika siku moja akatokelezea. Gideon ameng'ang'ana kutengeneza 32,000 people. Na anatengeneza na nani? Na Joash. Joash ni nani? Ni baba yake. Anapanga kumaliza maadui ambao waliletwa kwa sababu ya baba yake. Na anapanga na nani? Na baba mwenye maadui. Baba mwenye kulete matatizo haya yote ndio unapanga na yeye. Venye kumaliza matatizo aliyoyalete, na yeye ndio kiongozi ya hii matatizo.
What will happen? Baba kupitia nguvu za madhabahu zake anaendelea kukuvuja na kukuzuia kuvuja. Kwa maana unapoguza hiyo madhabahu unaguza heartbeat yake. Unapogoga hiyo madhabahu unagoga heartbeat yake. Kwa hivyo unapovuja madhabahu unavuja yeye. Unapovuja madhabahu unaua baba yako, na ni lazima akufe for you to survive. For Isaiah to see God, nani lazima akufe? Uzia lazima akufe. Na ndio Yesu arudishwe kule alizaliwa. Lazima mfalme afanya nini? Akufe. Alienda kukaa miaka 3 Misri, akaambiwa mfalme amekufa, sasa rudi. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to be successful in destroying the family altar existing in your family, you must pray for that altar to die. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kupambana na shida ile iko. Sio kupambana na ugonjwa ile umeletewa. Sio kupambana na matatizo ya kifamilia. Ni kupambana na madhabahu iliyo kwenu ikufe. Na kupambana na madhabahu iliyo kwenu ikufe ni kurudi kwa Mungu kumuuliza, could you be in this? Inaweza kuwezekana wewe Mungu ndio umesababisha hii maneno itajeke? Anakuambia ndio. Unamuuliza ni nini tumefanya? Anakuambia baba yako alichinja mtu na akasika kwa shaba na akainua madhabahu ya damu. Baba yako alichukua bibi akaoa. Baba yako alifanya. Baba yako utaletwa kwa picha vile vitu baba yako alifanya. Baba ya Gideoni, wakati waliambiwa chapter 7 of Deuteronomy, wakaambiwa ninaenda kuwakabidhi mataifa 7 yaliyo na nguvu kualiko, na nikiwakabidhi msije mkafanya maagano yoyote na wao. Lakini baba ya Gideoni Joaz, wakati walishida, alienda kwa wazee wa Meleku. Wakaenda wakampatia kasawadi. Wakamwambia haka kasawadi kanawekagwa pale kwa altar, ni kazuri, kanalebesheka kama sasa hii tu mahua. Tunaweza kuwa mwenye kuleta hii mahua ni madhabahu anatuleteaga hapa, lakini sijasema ni madhabahu. Msianza kusema ati niliona nyoka hapo, niliona kiubwa hapo, na nilisema hii mahua inakujaga na maneno. Hapana, hii ni mtu mzuri ametuletea. Lakini hiki kitu ama hutu tu vitu hapa, hizi vitu ni za Mchina. Na akijega pulpit ya kwenda kanisa. Hakujenga pulpit ya kwenda nini? Kwa msikiti wa mtu mwingine ama kanisa yao. Ni kanisa ile wanaoposi, ile wanakataana nayo, ile wanapigana nayo, ile sisi tunasema watachomeka. Akakutengenezea kitu ya kwenda kuabudu Mungu wako. Aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Aje. Inaweza kuwa Mungu yake. Unaona venye zimekaa 1 2 3 4 5. Inaweza kuwa Mungu yake ndio huyu sasa. Sasa hapa mnakuja Bwana Yesu na tunaimba Bwana, Bwana, kumbe ni yule Bwana ako pale ndio mnaabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we have been focused kwenye hiki kikitu. Lakini sisi tuliona ni maridadi. Sisi tuliona ni kokemia tunagemia nyumba yake ya Ngai, no tukaleta hii ikiwa Mungu ya Mshaina. Ndio naona Mshaina anaendelea Kenya, anafaulu Kenya, alafu kanitengenezea mkeka mahali nitakuwa nikikanyaga, na hii mkeka imetengenezwa na jina ya Mungu yao. Sasa tunakuja Bwana. Sasa hapa tunasema Bwana, kumbe hapa Bwana ni huyu Bwana. Tunafanya nini? Tunamuinua. Hivyo ndivyo Joasi aliweka kasawadi, kalikuwa kadogo sana, akakaweka kwenye kanisa. Kanisa yote ikabadilika ikakuwa nyumba ya Baali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe alipatiwa Mungu wa Baali, akamweka ikiwa nini? Magemio. Lakini kumbe ni sacrifice, ni altar. Nyumba yote ikabadilika, naye Mungu akakasirika, akawaondokea. Maana alikuwa amewaambia kwenye Deuteronomy 7 hapo chini, amwambia msikubali kufanya maagano na wao, maana mkifanya maagano yote na wao watakuondoa kutoka kwangu. Ndio na mimi nikasirike. Sasa Mungu alikasirika, akawapatiana kwa mikono ya Wamidiani miaka 7. Ukisikia miaka imetajwa 7, 3, 10, 15, it is a judgment. Lazima hata ukigeuka, hata ubadilike, bado utatoboa miaka 7. Utatoboa ukiwa umeokoka, utatoboa utakiwa ukihubiri, utatoboa ukiwa unafanya, hata ukinabii, ukifungua viwete, watu wanapona wanaenda, watu wanafunguliwa macho wanaenda. Utaendelea kuwa kwenye hukumu, jela hiyo, mpaka umalize miaka 7. Miaka 7 ilipokwisha, ndio Gideoni akatokelezwa na malaika. Malaika akakuja akamwambia namna gani? Sasa mnaenda kutoka hapa. Kamuuliza
Unatuambia kuhusu nani? Mungu wa Israeli. Akamwambia huyu Mungu alienda wapi? Huyu Mungu nataka kuniambia aliendaga wapi? Maana mimi simuoni. Miaka 7 hii huyo Mungu mnatuambia wa Abrahamu, huyo Mungu mwenye alitupigania tukakuja hapa, huyo Mungu mwenye alituambia tushinde hawa Amaleki wa Midiani hati aliwashinda. Sasa tunakaa kwa makevu. Huyu Mungu mnataka kuniambia ako wapi? Akamwambia wewe kijana, tulia. Wakati alilia rais kwa miaka 7 hajaisikia sauti kama hii, akajua hapa kuna Mungu. Akakimbia mpaka nyumbani, akachija kabusi na akatengeneza mkate ambao haujachachwa. Akaleta, aliambia malaika kaa hapo na kuja. Akakimbia nyumbani, akachinja kambuzi, akaleta na akatengeneza kasupu kazuri. Alipokuja akakuta bado malaika amemngoja. Lakini huyu malaika alikuja kama binadamu. Alipokuwa pale alikuwa na fimbo kama ile ya Musa, akamwambia wekelea kwa hiyo kamawe. Alipowekelea kwa hiyo kamawe, akainyoshia ile fimbo, moto ikawaka, ikachomeka yote, ikateketea. Dhabihu ikakubalika kule mbinguni. Kwa hivyo kuinua na kuanza kujenga madhabahu, lazima mahusiano yako na Mungu yapatikane kwanza. Network, lazima utafute network. Without network hauwezi faulu. Na ndio naambiwa ukikuja hapa uobewe, wacha kiherehere, tulia sasa, tafuta network. Maana the first thing for you to get connected back, it is the network. Usipokuwa na network, hata unenewe unabii gani, network hakuna, there will be no communication. Hakuna kitu kitaeleweka, hakuna kitu kitajulikana, hakuna kitu kitaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utakaa tu hapo ukizunguka na ujuaji yako. Hiyo ndio tunaitaka kitu spiritual pride. Utazunguka, maana spiritual pride ni wale watu wanakuaga they know it all. Ukimtajia verse ya Bible anahitaji Deuteronomy chapter 5, hiyo ingine anakuambia, anakusomea na kichwa. Hii Biblia yote iko hapa. Huwezi kumwambia, huwezi kumuelezea, hawezi kukaa chini umwambie chochote, maana anajua kila kitu. Hata kama umekaa kwa wokovu miaka 100, Mungu akianza kushughulika na hiyo maneno ya kwenu, anakurudishaga zero. Kwa hivyo tulia, kaa chini ufundishwe. Hata kama unajua Biblia, kaa mjiga, kaa haujai kuiona mpaka unauliza mtu hii imeandikwa namna gani, anakuambia ni Holy Bible. Aya, Holy Bible. Holy Bible ni nini? Ni kijakatile ngwale? Hapana, unakwambia ni Bible, ni neno la Mungu. Oh, hili ndilo neno la Mungu. Kumbuka hiyo neno iko hapa yote, lakini jifanye mjiga, ndio network ipatikane. Usikuje na kiberebere. Ukikuja na kiberebere utakujwa. Wakati huyu jamaa anaitwa Gideon alienda akauliza huyu mjamaa, alipochinja hiyo kondoo, akakuja immediately malaika akapotea, Mungu akakuja, network ikapatikana. You must first look for the network. Network ni dhabihu unatoa, sacrifice ya kuconnect back. Alikimbia alipoona huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mtu wa Mungu, na mtu wa Mungu hazungumziwagu mkono mtupu. Alikimbia nyumbani akaleta kabusi akachija. Alipochinja akakaekelea pale, kakawaka moto, kakaenda juu, Mungu akakubali. Immediately the angel disappeared. Nani alikuja? God entered. Hallelujah. That is how you know the process of reconnecting yourself. Kuja usikilize Ndura. Ukisikiliza Ndura umchukue ni malaika wa Mungu. Amekupatia hilo neno. Leta sadaka hapa, leta sacrifice yako hapa. Mimi nitaondolewa na Mungu. Sasa mtaanza kukutana na Mungu modo kwa modo. Mtaanza kusikia Mungu akikusugumzia, maana you have reconnected. Me, I'm here just to reconnect you with your maker. And from there, your maker will be talking to you. From there, your maker will be telling you what to do. Immediately Mungu alipokuja, alimuita Gideon nani? Alimuita man of who? Man of valor. Kwa hivyo Gideon kule biguni alijulikana kama man of valor, lakini hapa duniani alikuwa anaishi kwa kevu. Midiani na Wameleku walikuwa wanakuja na mafarasi na mapunda na mangamia na masilaha na kila kitu. Yani ati ukiwaona kule wakikuja ni kama manzige wamekujia mazao yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuita the man of valor. Hapa duniani ulikuwa umerudishiwa to zero because of the altar of your father. Hapa duniani umerudishiwa to zero. You are nobody. Lakini kule biguni unaonekana wewe ni mtu. Ni kwa sababu gani umeanza kuonekana? Kwa sababu umeactivate. Umenunua kasimu na umenunua kasimi card, umeactivate. Namba yako imejulikana. Safaricom wameanza kucommunicate. Sasa unapiga simu, hello, unaanza kuongea na watu. Before you get the activation, you are zero. Hata uokoke wapi? Hata ukue bishop, hata ukue kibishop, hata ukue mhubiri, unahubirigi mpaka mabavu zinaanza kulia, zinatoa unabii. Hata masikio unasikia masikio inapiga hivi, unasikia ni kama ile ya ndovu, inatoa unabii, masikio inatoa unabii, ni bure, zero. You are not communicated. You are not communicating and you are not connected. Seek connection first
alipata connection baada ya kujua huyu ni mtu wa Mungu. When you tatabua yule mtu ambaye anakulisha, yule mtu anakulea kiroho, umtabue ni mtumishi wa Mungu, connection ya mbinguni unaanza kuipata. Na utabue ni yeye atatumika kukusaidia, basi connection ya Mungu inapatikana. Ikipatikana huyo mtu anaondolewa kwa, sasa Mungu mwenyewe anakuja mundu kumundu, anaanza kukusugumuza naye, akamwambia sasa wewe hivi vita utavishinda kama wewe. Alikuwa na muondoa ile fikira ya 32,000 people. See 32,000 people, the enemy is not the person you are seeing. Wale watu unaona ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu unapanga kupiga ni mimi. That's the statement yamwambia. Ati hii vita utavishinda kama nani? Kama mtu wewe peke yako. Si kama jeshi, si kama familia. Maana alimuuliza sisi tumetoka kwenye familia dogo na mimi ndio last kwetu, akanambia wewe tulia. Nani alikwambia hivyo? Vita ni za huko. Vita hawa watu unapagia kupiga ni mimi. Kaa hapa nikupatie maelezo wenye utabehave. Akamwambia hizi vita utavishinda kama mtu personally. Wewe utashinda kama wewe. Basi akamwambia nipatie maelezo. Akamwambia amka, tafuta watu 11. Nenda kwa zizi ya baba yako. Uchukue dume wangapi? Kama Gideon angekuwa na akili hapo sasa ndiye angeweza kujua adui ni nani? Si wa Midiani. Adui ni nani? Ni baba. Angechinja baba. Mimi kama ni mimi ningejua hivyo, ningemchinja saa hiyo hiyo. Kulingana na ile shida tumepitia, na ile mateso tumepitia. Na baba unajua, wewe ndio ulienda kwa Ameleku, ukabeba kitu ukaleta ya Ameleku, na tulikuwa tumekatazwa. Na ulikuwa huko tukikatazwa, lakini ukabeba ukalete. Mimi nakuchinja. Nakuchinja nasema Allahu Akbar. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu aitwe Mungu. Maana why did you offend God? Angalia ile shida tumepitia. Tunalima miaka 7, tunalima chakula chetu kinachukuliwa. Yaani wanawacha tulime, tufanye kazi sasa sisi ni madogi kwa sababu yako. The one man, just one man akasababisha Itora Igima, Nairobi mzima inateseka. One man, Kenya mzima ikateseka. One man akafahamisha watu wakateseka for 7 good years. Hamkulagi chakula chenu. Na nika kitu kadogo kametosha na microphone alipatiwa na Wamereko, akaenda kaeka pale. So your father could have, anaweza kuwa kuna vitu alienda. Kama sasa sisi wazazi wetu wazee kidogo, hakuna mzee mwenye hakuenda kwa mganga. Usijaitaganywa. Hata wao wako kwa Girod wamefuga vitambaa za blue, na wengine wamevaa za white, na hawa wamevaa vitu vingine sijui anajiita nini. Wale wa ACK na wale wengine wameokoka, wale sasa wameokoka kuliko Yesu mwenyewe. Mababa zao walienda kwa waganga, maana hakukuwa kwingine kwa kwenda. Hawakwenda kwa sababu walitaka uchawi, lakini that is the only way. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio walikuwa na connection, spiritual connection. Kwa hivyo wazazi watu wote walienda kwa waganga. Mama yangu mimi nilimkutilia na mganga kwa nyumba. Na mimi hata alileta hiyo mganga na akatupaka tu vitu hapa kwa mguu, hapa kwa mgongo kama tumevaa tu adawa, tukapakwa. Na waganga ni wabaya, ni wajiga. Sasa ni mama yangu wako hapa, nimevaa adawa ya hapa. Ni aibu kubwa. Na ni maanti. Ukitaka kujua siri za kwenu, enda kwa anti. Anti anakupatia siri zote za mama yako na baba yako. Ama ndiye anaweza kukwambia kama wewe ni wa baba yako. Anti wanajuaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mzee anaitwa Joash. Yeye akasababishia nchi mzima iteseke. Baka wakati kijana akainuliwa. Miaka 7 hiyo kijana anaendelea kukua. Anaendelea kuona na kusikia maneno ambayo mnaendelea kuteseka. Akawekwa machugu. Mungu anawekaga wewe machugu. Hiyo shida unapitia ni unawekwa machugu. Ndio wakati Mungu atakwambia agizo la mwanzo utalifanya bila kufungua macho. Unafanya bila kuogopa. Unafanya bila kurudi nyuma. Maana wakati aliambiwa nenda kwa zizi ya baba yako. Sasa ukiambiwa uende kwa baba yako uchukue mbuzi, utaenda? Utafikiria mara 20. Lakini kama uko na mauchugu iko ndani yako, imekuchoma, utaenda bila kufungua macho. Hata masikio unamwambia usiongea tena, wacha niende ndio nisipate confusion. Hata ukikuta na mtu unafuga masikio yako mtu asikuone ama asikusokeleshe. Bitterness. Mungu lazima akuweke bitterness. Hiyo pain uko nayo, it is part of the bitterness. Ndio akikuzungumzia utamsikiliza kama computer. Ni kama button inafinywa ukifanya kazi. Gideon akaenda baka kwa zizi na kiugo, akakuta kuna ng'ombe wa miaka 7 wako na age mate na siku ya mateso.
Siku ile mateso ilianza, kumbe na kulizaliwa ng'ombe wawili. Na Wamidiani wameiba vitu zote, lakini hawajaiba hiyo ng'ombe. Kwa hivyo your solution, nobody can take it until that time of deliverance will come. Utapata hiyo kitu, iko tayari imekugojea. Wakati kijana alikubaliana na Mungu, alirudi pande ya solution. Mungu akamwambia, wachana na 32,000 people, tuchukua vijana 10 muende na wao, na uende usiku. Madhabahu ya familia haivujagwi watu wakijua, na haivujagwi na sisi, inafujagwa na mimi. Unanielewa? Usiende kuita madada zako ati mvuje madhabahu. Madada zako wengine ndio wanasababisha, wao ndio wanafacilitate hiyo madhabahu. Madada zako wengine ndio walifundishwa na mama yako kwenda kwa mganga. Dada zako wengine ndio walikuwa wanatumagwa na mama aende akamletea kamote, mwili imeleta shida sana. Madada zako wengine ndio wanajua kuroga hata kuliko walifundishwa na mama, alafu sasa wamekuwa walienda kwa huyo mganga mwingine ule mkubwa, maana wao ni madigital. Wakatoka hapo wakaenda kwa mwingine, ni warogi kuliko mama yako. So don't involve. Kama ni Mungu amekuzungumzia wewe uvuje madhabahu ya kwenu, ni wewe. Usiitishe mshago yao, hata usitake wajue unafanya. Go and do it secretly. Gideoni aliambiwa aende usiku. Hebu imagine yaenda mchana, na tuseme tu kanisa tulikuwa area, wakuone ukicross kwa shamba ya mzee, watakugoga mpaka ukae mzuri. Aliambiwa nenda usiku. Na hao ng'ombe ni si unawajua wale wa miaka 2, wa Midiani hawakuiba, Wameleku miaka hiyo 7 hawakuiba, walikuwa naiba vitu zingine zote, wanaziacha hapo, maana that is a sacrificial element. Kitu yote ambayo imetegwa kwa sababu ya sacrifice hakitokagi, haiendagi, hakuna mtu anaweza kuichukua. Wataiba zingine zote, lakini hiyo tabaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisoma juzi kuhusu kale kama mtu kamoja kalikuwa kamgojwa. Wakati Daudi bibi zake waliibiwa, Daudi alipokuwa kienda, walikutana na kamutu kaliwachwa na wale watu. Kakawachwa hapo. Ndio kalipatiana direction. There is always an element left for you to give you the next map, to give you the next direction. Hizi ng'ombe 2 zilibaki, akaenda akachukua. Akaambiwa nenda kwa madhabahu ya baba yako. Ukifika huko, bomoa, chinja ng'ombe mmoja, ubomoe hiyo madhabahu. Kwa hivyo kuna sacrifice itoleao ya kubomoa. Baada ya kubomoa, akaagusha chini, kisha akaambiwa uchome the pillars, the asheras, hiyo bachera zote zichome hiyo ng'ombe mpaka achomeke. Hizo vitu ambazo zimesimamisha hiyo madhabahu, hizi bao tumetengeneza, hizi mamikeka, zikusanywe, ziende ziteketeze hiyo madhabahu. Ilipoteketezwa ikaaguka chini, kisha Mungu akamwambia, chinja ng'ombe wa pili unijegee madhabahu kama mpango ilivyo venye inastahili. Akachija ng'ombe huyo next, ndio akajenga madhabahu kulingana na mtaratara na mpango ya Mungu. Kwa hivyo kuna dhabihu ya kubomoa na kuna dhabihu ya nini? Ya kujenga. Unapokuja ni kubomolea madhabahu, chukua siku 7 ukuje tena na dhabihu nyingine, tujenge madhabahu nyingine. Na usikae sana, maana ikikaa vacuum wanarudi na wana occupy na wana inject. Siku hizi nasikia wanasema wana inject kila kitu kinaenda. Kwa hivyo unaweza kubomoa madhabahu, unaweza kuomba na wewe tubomoe madhabahu hapa, lakini baada ya mwezi mmoja urudi mahali ulikuwa. Maana kuna tumuse, tuna monitor. Wakati Joash aliamuka usibuhi, wakakuta kanisa imebomolewa. Tumuse ndio tulikuja. Sema tumuse. Kuna tumutu tumewekwa kulinda na kuchunguza whatever that happens. In the spiritual realm, kuna spirits ziko hapa, zina monitaga unafanya nini, uliomba namna gani, na Mungu anakusikia namna gani, ulibarikiwa namna gani, ni nini umeenda, umeitiwa kazi, umeitiwa mhubiri, sasa umekuwa mhubiri. There is something that is monitoring every move that you are going. Hutu tumuse, ndio tulikuwa tumuse tu kanisa. Tulipokuja tukakuta madhabahu imebomolewa, kitu ya kwanza tulijua ni Gideon. Tulijuaje? Kwa hivyo ni the spirit zinaitwa monitoring spirit. Automatically walijua, maana in the spirit walikuwa na sense hiki kipi, huyu mtu ako na connection, huyu mwana igoro muno, network yake igoro muno, huyu hata ukimwangalia venye ana behave, huyu mtoto hata ni akamera odo, ni agakoro nodo. Wanajua what you are, they know you, na wamekuwa wakitembea na wewe wherever you are going. They've been monitoring you. Akijeka watu 32, they have been monitoring. Akijeka kila kitu, they have been monitoring and knowing this is a threat. Maana hawa wazee peke yake na huyu mzee Joash ndio walikuwa najua hii si kanisa, hii ni nyumba ya shetani. Hao ndio peke yake walikuwa najua ule Mungu wa Israeli hakuagi hapa, tunakuaga na Mungu wa Amaleki.
Bwana Yesu, they only know. Those are the secret people. They had the secret. Sasa wakati madhabahu ilimng'olewa ikaaguka, walienda kwa mzee wakamwambia, tunajua ni kijana yako, tuletee tumuue. Kwa hivyo hawa watu wakijua, na ndio kwa maana unaambiwa ufanye secretly na ufanye usiku na ufanye bila wao kujua, ni kwa sababu watakuua. Wakijua ni wewe ulifanya hivyo, watakuua, watakurushia magonjwa, watakurushia mashida, utafilisika, watakuangamiza. Wamego kuhura wikale wega ginya wone leo I am ready to go back. Naambia Mungu, the next gari ambayo inakuja kwako Baba, maana hii nimekuta kama imejaa. Mungu harakisha ingine, na uharakishe watu wa kwenda pamoja. Yani uwe watu kadhaa ndio gari ijae nikuje. Maana mambo venye atakuwa umekupeleka, watakupeleka bio. Utakuwa umefanya kazi mzuri, yes, lakini kama ulifanya na ujiga, utapelekwa mpaka usikie vizuri. Hawa wazee walisema mulete tuue. They were not at simulate tumuulize, hii knowledge ulitoa wapi? Hii maneno nani alikuapia? Ni kwa nini umefanya hivi? Si unajua hii ni nyumba ya Mungu. Hawakuwa wanamuita wa negotiate. Walikuwa wanamuita wamuue. Hallelujah. Lakini Joasi alikuwa anajua siri. Mwenye atawezana na hii ni connected na Mungu wa Israeli. Na Mungu mkubwa. Ndio unaonanga watu wengine kama sisi hatuokopaki. Ukikuja kuniambia utanitishia maisha na kuambia endelea, because I know the God that is in me. Najua Mungu wako, nakwambia endelea. Kama unataka kunikoga, namwambia tafuta mahali mzuri pa kukoga. Hali okuiwa no wewe igwe wega ahicharia hau. Ndio unaonaga natembeaga huku barabara kama ile no ya jaba. Hivi hakuna mtu anaweza kuniguza. Napitaga hapa barabara, unaona barabara imekuwa cleared. Clear, nikipita pale mahoka wote, makaga wote unaona wananiita kiongozi. Unapita wengine wanakoga, naambia mama toka hapo. Unaona wanatishatisha mtu. Ukipita tu hivi unaona watu wameanza kutishatishwa, because kuna yule Mungu aliye ndani yangu. Mungu mwenye alinitoa uoga. Mungu mwenye aliniambia you are above these people. Because if you obey God diligently and follow him, you will be above all nations. Atakuinua juu ya kila kitu. Sasa wakati wazee walisema tuletee kijana, tunajua ni yeye. Mzee aliruka wazee. Hakuruka mtoto, aliruka wazee, maana alijua mtoto ndiye yako na Mungu. Na mimi huko jikaragia ndogo huko ndema higaliretie gakati kanitha goko neko matohoyaga. Alijua huyu mwenye amefaulu kuangusha hii ako na Mungu mkubwa. Akawaambia kama bali ni Mungu atajitetea. Sasa hiyo mzee amekwambia nini? Na niwe murarumirite, na niwe urari mutongoria wanyu, niwe mureteketi, huyo ndio mlikuwa mnaamini ndio anasukumusaka na Mungu. Sasa amekwambia kama huyu ni Mungu, basi si atajitetea. Mrolia mwana wako alikataa kusaidi na Mungu yake, Mungu ya wazee na Mungu yake ya bali, akasaidi na mtoto ambaye si Mungu. Maana alielewa siri ni yeye alikuwa nayo. Hii ni gedhito iko hapa inafanyaga kazi. There is no God. That is why nimekwambia baba yako is the greatest enemy of your altar. Before you start injecting anything, edo angalie, chunguza baba yako alikuwa nani. Chunguza mama yako alikuwa nani. Ukiweza kujua mama yako aliwahi kwenda kwa muganga, umenye thina waku wothe wabanĩrĩirio na mami wanyu na baba wanyu. Kwa sababu hakuna venye mama alienda kwa muganga akakosa kuguza baba yako. Na wakati kama baba yako alikuwa mkali, alienda akachukua gedito ya kuzima baba. Baba akaanza kusema yes madam, yes madam, yes madam, yes. Na akapelekwa mpaka kwa hiyo muganga ndio atibiwe, hii kazi ifanyike. Maana boma sio ya mama, boma ni ya baba. Na lazima wakubaliane na baba ndio gedito kiweze kuwekwa nyumbani. Sasa si unaona, na nimekwambia kwetu mimi nilikalishwa chini. Baba yangu alikuwa amekalishwa hapa na mama yangu alikuwa amekalishwa hapa. Sisi wengine watoto wote tukawekwa laini. Tukachajwa. Tukaleta kuku ikakuja. Kasuku. Akatuzunguka mara saba ati ametuwekea security. Na tutarogekwa. Sasa sisi tukakuwa ni wachawi. Hata sasa mimi nikakuwa mimi ni mchawi, kila mtu kwetu ni mchawi. Maana tumeintroduciwa kwenye altar ya wachawi. And we started operating like so. Si ndio umeona nimeteseka miaka hiyo yote. Nimeenda jela mara 52. Nimepigwa risasi 12. Nimekunywa sumu mara 9. Nimeteseka Kenya hii mpaka kila mtu alikuwa ananiona na atoroka. Kunajua hata mpaka sasa kuna watu wananionanga. Unaona mtu anarudi nyuma tu hivi. Na anaangalia kwingine, asione kama ni anaangalia hivi. Nisikuwe nimemuona, maana nikimwangalia na macho hivi na mumesa. Unajua kuna watu wananiogopa akisikia kanisa ni ya dola. Na alifika pale, unaona anapiga kasimu, anapigia mama yake, niko mahali fulani.
and my life is in danger. Kwa sababu ya nini? Ya madhabahu ambayo nilikuta. Guka yangu alikuwa nini? Alikuwa Maumau. Ndiye alianzisha Maumau. Ndiye alituaga hii kiapo cha kwanza cha Maumau. Ni guka yangu General Waruinge alitengeneza. Ndiye alifuga Kenya mzima na kiapo. Sasa unataka kuniambia mimi ni kama mtu rahisi? I am not simple. I'm not a nyeje. I'm very powerful. That is why niliwatisha Kenya mzima. Niliambia wamama wote nisione mama amevaa trosa ama miniskirt Kenya. Mlivaa? Don't go it at kwa sababu unapita hapa unasikia hii ni nyumba. Mimi si nilitoka hapa, mimi ni wa Mogeke, si huko na huyo Mungu ati wa mbinguni, huyo Mungu mzuri. Nilikuwa na Mungu wangu hapa pale kwa mlima. Sasa na tukatoka hapa vijana tukapanda pale kwa Freemason tukiwa sasa mabarabara. Na ukumbuke siku hiyo ndio nilikuwa natishia Kenya mzima inatenda bio. Nikaenda hapa kwa Freemason kubomoa. Ati kwa sababu kuna kijana mwingine wa Mogeke nyoka imekula mtoto, tukaambiwa ni Freemason. Sasa na sisi tukauliza kanisa ya Freemason iko wapi? Tukaambiwa iko Nyerere Road. Sisi tulipada na vijana Mogeke, na una imagine Mogeke ni akina nani? Tukaenda huko tukavuja mlango ya kwanza, tukaingia ndani. Ilikuwa na mkeka kama hii, weka mikeka 10 unono. Unakanyaga hivi unasikia ni kama unaenda chini. Hata State House hakuna. Kuingia ndani tulikuwa tunataka kutafuta kuhani wao tunyoge. Kuingia ndani tukakuta viti ni ya gorodi, safuria ni ya gorodi, manini, maofisi kule, vitu zote kule ni magorodi. Kwa sababu ni Mogeke, na Mogeke najua ni Mogeke ni Gikuyu, ni watu na value hizi sana. Tukaona hata hakuna pesa hapa. Tukaanza kutoa hizo vitu, nikapigia pickup nyingine kuja tuchukue vitu. Pickup by the time ifike hapa kulikuwa na jam, tumetoa tumeingia nini ya kwanza hii, kuna hall ya kwanza unaingia ndani hivi ukiingia. Alafu hapo ni kama main hall, alafu sasa unaingia kuna mlango hivi na kuna mlango mwingine, alafu kuna mlango inaenda huko chini. Hiyo nyumba chini ni kama town. Imeteremka mpaka kule Sedadrus, hapa Serena Hotel wako huko chini ni town mzima, ni nyumba mkubwa sana. Tukaenda tukakuta sasa ile kitabu ya members. Nikaipia kijana mmoja hapo, chukua weka kado kwanza tuende tukachambue tujue ni akina nani. Kuna watu wengine nafikiria hapa ni tumutu, kumbe kule ni watu. Sasa mimi tukaingia sasa the next ile sasa ya masongo. Uko mpaka kiti kama hiyo imekalia, imejengwa na gorodi. Kiti imejengwa na gorodi. Kiti yenyewe hivi ukukalia ni gorodi tubu 24 karat. Ukaangalia huko kila kitu ilikuwa gorodi. Tukaitisha gari mkubwa ikuje ichukue. Tukafungua mlango sasa ingine pale. Kufungua mlango hivi kulikuja giant watatu. Ni skeleton, haina nyama hata kidogo, lakini mifupa, lakini macho iko real, ni macho inafanya hivi na blink. Zikaanza kukuja tuacha hivi. Wacha nikwambie, siku hiyo Mogeke ilishisha 0, nikakuwa 0. Tulitoshia watu kama 300 mlango kama hii. Kutoka kwa sababu ya kufinyana, tulitoka hapo hiyo nakuta hauna nguvu na kitu kinakuja. Sasa ni kuenda na mguu. Mimi nilisimamia Serena kwa mlango ya Serena hapo ndio nilisimamia. Kama kuna kitu iliwahi kuniweka baridi niyo hiyo. Ni madhabahu. If you are not ready for that madhabahu, usiende kugongana nayo. Hata ukijua baba yako ni mchawi na mama yako ni mchawi, usiase baba kwa sababu myokoko umejazwa na roho. Mpaka liekendelele baba. Yeka ya mkonta ya baba. Hadi unajua kwa dioma ndio bomoe. Hiyo mdomo yako utakuta imepanda mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta ulikuwa unaenda straight, unaenda hivi. Bwana asifiwe sana. Utakuta umegojeka mpaka huko nyuma kuko na huko mbele na huko mbele kumerudishwa huko nyuma. Kwa maana madhabahu sio kitu ya kuchezwa nayo. Maana hujui sacrifices zimetolewa ni gani. Hujui huyu mama yako ameua watu wangapi. Hujui kwenu huyo mama yako ametoa mimba ngapi kwa sababu ya hii. Dada yako ametoa mimba ngapi za kusustain hiki kokona. Hujui. Sasa unaenda kutata na mdomo reangana. Yechecheche. Ametoa sacrifice na unaenda mdomo kiherehere, utavujwa hiyo mdomo yako, utatoka unaona meno. Unasa unafikiria ni bebe ulikuwa umekula, kumbe ni meno naangusha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't joke with altars that you don't understand. First of all, do a spiritual mapping. Understand what kind of altars are these. Ni mizimu gani hii iko hapa. Understand who laid. Nani alileta hii madhabahu. Na ilileto iko hapa miaka gapi. Sasa weka calculation. Uelewe inaweza kuwa imetolewa sadaka gapi. Ndio uinue sadaka iliyo juu ya hii kitu. Na ni Mungu peke yake anaweza kukupatia nini? Ufunuo. Kwa hivyo kwanza kabisa ukifaulu hiyo ndio utajua sasa umejenga madhabahu ya familia. Na kitabu cha Joshua
24 mstari wa 15, for me and my house. Ndivyo Joshua alisema, mimi na nyumba yako, mimi na nyumba yangu. Kwa hivyo alisema mimi na nani? Akainua madhabahu ya mimi na nyumba yangu. Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa ni kuinua madhabahu wewe na uinue madhabahu ya nyumba yako. Haleluya. Lakini ni baada ya kuvuja madhabahu ambayo ilivujwa na nani? Na Gideoni. Madhabahu ya metako magogona mamaithe, the ancestral altars, magogona mamaithe. Hiyo ndio kwanza safari yako ya kuishi. Ndio lazima ujue shosho yako alikuwa mchawi, mama yako ama alikuwa mchawi, baba yako ama alikuwa mchawi, alafu urudi kwa maeneo ile mumetoka. Ujue maeneo hayo inaitwa Kiagoma Parish, PCEA Kiagoma Parish, ACK Kiagoma Parish. Sasa ujue huko ni Kiagoma, ni ACK iko ndani ya Kiagoma Parish. Ukijireka ni mwothi na mbele na Ngai na wewe wa Kiagoma kwa Kiagoma ikaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima identify from your family first. Number 2, uende maeneo kule Mwingi, ujue wachawi wa Mwingi wanaoparitiki na majini. Si huko kuna Warabu wengi na Kitui, huko ni kwa majini. Sasa huko ndio majini, center ya majini makubwa taifa mzima. Madhabahu kubwa ya majini iko Kitui. Hata ile ya Mombasa wamestore. Mapepo huanga yanakuanga stored. Niliwaambia juzi kuhusu kuna vitoto vinazaliwa vinakaa ama iko na autism. Inaweza kuwa autism, inaweza kuwa kitu kingine. Familia nyingi za matajiri ziko na huyo mtoto. Huyo hakuagi mtoto, anakuaga gara store ya kuweka mapepo. Na unakuta familia mzima wanapenda huyo mtoto sana. Mama anapenda na baba anapenda huyo mtoto sana. Yaani mpaka anataka mapema nyumbani akae karibu na huyo mtoto. Sasa Saturday akienda kwenda kuroga mtu, anaendaga anachukua kutoka kwa huyo mtoto kitu ya kwenda kuroga huyo mtu. Kama ni biashara anataka kufanya kitu na biashara, anachukua pepo ya biashara kutoka huyo mtoto, anatunzagwa kuliko wale wengine. Maana ndio store ya kuweka mapepo. Bwana asifiwe sana. So, and if it seems evil, you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. You have to make a decision. Whom do you want to serve? Kumeka a decision ni kuinua madhabahu. Ni gani unataka kuinua? Maana kule sasa tumebomoa ile ya Gideoni. Sasa tumekuja kwa kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to make a decision. Ni Mungu gani unataka kuweka? Maana pia ukibomoa hiyo Mungu ya Baal, kuna Mungu ya Osiris, kuna Mungu ya vitu zingine, kuna Mungu ya huko kwingine, kuna Mungu ya huyo baba ya Ibrahim. Kulikuwa na miungu nyingi. So you need also to identify ni Mungu gani unaleta kwenu. Maana tunaweza kuondoa Mungu ya Mogeke uweke Mungu ya Joluo, Jaduong. Bwana Yesu asifiwe sana. And if seems evil unto you to serve the Lord, choose who you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorite. The gods of the other side of the flood, or the gods of the Amorite, in whom land you dwell. Kwa hiyo shamba mnakaa kulikuwa na miungu za huko, ama kule ng'ambo ile kulikuwa na mafuriko, kulikuwa na miungu za huko. But as for me and my house, tumechoose kuserve Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So you also must identify. Naweza kukutoa mapepo lakini uitishe mapepo ingine ya kwingine ukifikiria ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You must be very careful when raising a new altar. You understand huyo mtu mnaenda kujenga na yeye madhabahu ni wa Mungu mgani? Maana niko anaweza kuwa na uwezo wa kutoa Mungu ya Osiris ama Mungu ya nini? Ya Waamori ama Mungu ya Wamereku, lakini hana Mungu wa ukweli. Sasa wewe akutoe kwa hii, akutoe kwa Amereku, akupeleke kwa Amori. Halo. Sasa wewe utarudi unatolewa pepo hili unawekwa pepo hili. Sasa lile pepo la kwanza ulikuwa unabweka kama ubwa, unaanza kubweka kama puda. Na unasema ati umelilisiwa a new tongue. Squeeze hata kuna tongue mpya. Aterathioma, arerekereyo roho mutheru, roho ragamba. Yeni ginya uri araruta ucio kaigwa ucio ni Ngai mutheri. Kumbe ulirushiwa pepo ya puda. Sasa wewe ulitolewa kwa ubwa ukawekwa ndani ya puda. Na kwa sababu puda ni kubwa kidogo kajiona umekuwa mkubwa. Hallelujah. Katika kitabu cha Deuteronomy 6 chapter number 6, and these words which I command thee, these words. So there must also number 3 be the words. Kuna neno lazima liongee. Ndio ukwenda kujenga madhabahu lazima neno. Maana Gideoni alivuja madhabahu na akaelezewa venye atavujenga madhabahu. Neno lazima likue.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sio uende kujibadilishia tu kwa sababu ulienda pale kwa komanda, ukasikia komanda amehubiri na wewe ukaanza kwenda kufanya kama komanda ama ufanye kama venye komanda amekuambia. Hapana, ni Mungu akuelezee. Komanda alitumika kama kuactivate network ya wewe usikie Mungu akuambie. Uliambiwa na Ndura akakusaidia kuactivate venye Mungu anataka. Mungu sasa ameanza kuzungumza na wewe. Sasa sikiliza Mungu akupatie maagizo what to do. Hallelujah. I'm here just to activate you. I'm here just to prepare you what to do. After I've activated you, usishinde ukinisumbua tuweke hata. Uliza Mungu because already you are activated. You have a connection, a heavenly connection. Akasema, and these words which I command thee this day shall be in your heart. So you open up your heart to hear the words of God. You open your heart to listen to the next move of God. You open your heart so that God can hear you. The book of Matthew chapter 18 verse 20. Matthew chapter 18 verse 20. Inasema nayo Matthew 18:20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Hallelujah. Whatever that you are doing, God must be in the midst. Lazima akuwe kwenye mix. Don't do anything because your pastor told you. Do this because you have heard God. Wakati Gideon alikibia kachija busi, akakuja aliporealize huu ni malaika wa Mungu, alikibia kachija busi. Immediately from that time, busi malaika akaondoka, Mungu akakuja. Now communication ikaondoka from malaika ikarudi kwa Mungu. So make that you have a connection. Do not have niko na connection nikitaka kwenda kuona apostle na nataka kumuona. That is mediocrity. You are becoming poor spiritually. Mimi niko hapa ni kuactivate. Once I've activated you, get a heavenly connection. Now start behaving like heaven. Start walking like heaven. Start doing things like heaven. And you will succeed because you have the backing of heaven. You can have a backing of your pastor, lakini ukose kuenda. Maana pastor yako anaomba Mungu ya Waamori. Na ile backing na wale watu wanakugoga ni backing kubwa kuliko Waamori. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Genesis 35:1-3, God instructed Jacob to build an altar. God instructed Jacob to build an altar. So that is an instruction from God. Building an altar is not your own violation. It is an instruction that must come. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau, thy brother. God must instruct you. You just don't do anything without an instruction. It must be a direct instruction from God to start that process of an altar. Kwa hivyo, how will you get it? Utakuja kwa Ndura, usikie connection. Hiyo mahubiri Ndura amehubiri ni ya kwetu. Sasa uende uulize Mungu, what should I do? Nitafanya nini? Naye Mungu. Na kuuliza Mungu kufanya hivyo, sasa hiyo ndio unakuja hapa kwa Ndura, utoe sacrifice, uwekelee wapi? Hapa. Sasa ukitoa sacrifice uachane na Ndura, rudi nyumbani, ambia Mungu, niambie sasa nifanye nini? Nitajenga namna gani? Sasa ndiye atakwambia kwenu kuna gedhito, kuna Mungu ya ubwa, kuna Mungu ya umbu, kuna Mungu ya cockroach na kuna Mungu ya mede ziko kwenu. Hiyo Mungu yote ziko huko. Unajua hata mede ziko na Mungu na macockroach ziko na Mungu. What does the cockroach represent? Poverty. That's the spirit of poverty, the God of poverty ako kwenu. Ukiona mede, Mungu ya poverty ako kwenu. Ukiona hii ya kukunywa bedbug, hii ya kukunywa damu, unajua ni Mungu gani? Osiris ule wa Egypt ndiye alikuwa ananyonya damu za watu, ndiye alikuwa anatesa watu, ndiye alikuwa ananyanyasa watu. The spirit ya mateso iko kwenu. Kwa hivyo ni Mungu wa Osiris ako huko. Unaweza kuwa kwa nyumba yako kuna Mungu kama nane ziko huko ndani zinatembea huko zinakonyalira. Sasa unakoka moja unawacha hao wengine wakicheka. Bwana Yesu sana. So that is why you need to have God, complete presence of God, to understand the steps on what to do. How do you do it? Utajenga aje? Utajenga nini? Utatoa sacrifice gani? Ni Mungu anakupatiaga reasoning ya kutoa sacrifice, and what type of a sacrifice to give. God will give you. Not your pastor, not your bishop, not your archbishop. Sio kwa muganga atuende wabiwe toa goima sijui toa dewa tatu na nini ine na nini ine. Ni ujiga. It is only God who knows how deep you are. Ile madhabahu unapigana nayo ni ya miaka gapi? Maana kuna madhabahu wewe unapigana nayo ni ya miaka 200.
Na wewe sasa unaonaga nini? Tumadhabahu twa kuku hapa. Wewe unaonaga gogoto dogo nira ahuririe. Ila mujirie irio ciaku. Na hapo ulikuwa umeweka githeri na hiyo githeri ndio peke yake ilikuwa alafu kijogo kikuja kikadhuria kikafanya hivi kikaharibu chakula yako. Sasa ukaanza kukirani katika jina la Yesu Kristo. Wewe jogo, ninakulaani na kukemea. Unakemea nini? Na kuku ilitumwa na babu wa mababu. Na mzee wa 200 years alikuja ndani ya jogoo na akakuja kwa jogoo. Unakuta kijogoo kinakuangalia hivi. Na huko kinakuangalia hivi mpaka unarudi nyuma na nikijogoo alafu kinafanya kinakuja hivi mpaka unahepa. Kumbe nikamseka miaka 300. Kameingia ndani ya kuku kamekuja. So it is only God who knows what it is. So it is God who will tell you what to give, what to do and how to do it. Don't just do it because people are doing it. Don't do it ati unasikia ati kuna mchaga, kuna mtu alitichwa. Ni mtu mmoja niliticha mchaga, sio wote. Na nilielewa Mungu aliniambia kwao kupitia kwa mchaga ndio shida imepitia. Sasa na wewe kaona mama nilifanyia ibada hapa ya mchaga na wewe ukakimbia na mchaga ukachota debe moja. You must wait to be instructed what to do. If you have not been told leta mchaga usilete, unaleta hita kusaidia, you have wasted your time. Na mimi ukiniletea hiyo pesa nitakula tu kwa sababu nani anaweza kukataa pesa? Hata Mungu ataniuliza, si ulikuwa na shida ya rent? Na mimi nikakutumia mjinga mmoja ako na pesa. Ukaleta ignorance. Sasa ikaage hao kedai ya 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 2. Matendo ya Mitume, that is Acts 10 mstari. And a devout man and one that feared God. So the other component of raising the family altar is the fear of the Lord. Lazima Mungu umheshimu na umuogope. A devout man and one that feared God with all his house, which gave much almost to the people and prayed to God. You must sacrifice, you must be a giver. For you to succeed in fighting battles, lazima ugenerate moyo wa kupeana. You must be a giver. A generosity, must you have the spirit of generosity in you. Ukiona wewe hauwezagi kupatia, hata uwezi kununulia mtu kikombe ya chai, it is the spirit of a maisa. Spirit ya kupe, ya kunyonya tu. Wewe ni kupe, hivyo ni kamungu ka umaskini kako ndani yako, ka umaskini. Ukiona hauwezagi kununulia mtu kikombe ya chai, hauwezagi kusaidia mtu, tukisikia watu wako na shida, uko na shilingi 10,000 kwa mfuko na tunataka kusaidia mtu na shilingi 200 na hauwezi kutoa. Wakati wako wote ni kuomba. Kuna spirit, kuna kamungu ka umaskini ndani yako. Kwa hivyo for you to be able, ukiwa umeinua madhabahu ya Mungu kwako, the spirit of giving automatically comes. The spirit, unakuta you are generous, unakuwa generous because you are operating from the altar of God. Bethel Clouds TV, empowering lives.